So what's up beautiful people, welcome to my YouTube channel. This is my YouTube channel na hii ndio video ya kwanza guys, so make sure umesubscribe na umelike. Kitu ya kwanza ni kulike na kusubscribe. So make sure umesubscribe na wase manzeni kupeana support. Tukipeana support kwa hii Kenya tutaendelea. So ukitaka kugrow your account usikuwe na ile wivu. So hata kama utasubscribe, like and share and comment. So on today videos nitaenda kuwapea story nyingine hapo. Some of you guys wananiambiaga ati sijui nakuwa na story za jaba, but today naenda kuambia story nyingine hapo noma sana. Nikiwa high school ilikuwa ni form 4. So guys, ilianza hivi. So tulikuwa tumelala kwa dorm. So unajua kwa dorm tunakuwa na zile cubes. Tunakuwa na cube A, cube B, cube C. Kenya walikuwa wamekosea, walikuwa wametuwekea socket, nitao socket ile kwa ukuta. Socket. Walikuwa wametuwekea socket kwa cube yetu. So tulikuwa mamuri wanne. Tulikuwa mimi, Dan, Jimmy na John. So tulikuwa tunalala kwa hiyo cube. Jimmy na John walikuwa na mamuri wao, unasikia ati sijui don't care. So usiku moja hatukuwa tumeshiba. Tulikuwa munenge manze. Na kusho tulikuwa munenge hiyo wakati. So John akaniambia, Sam, hatuwezi kaa hivi na njaa. Akaniambia, nikamuuliza, unasema aje sasa? Nasema juu kulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Peter. Mr. Peter alikuwa huyu mtu wa sherehe, anaenda kwa nini anakuja akiwa ametii. So sisi tukatime zenye anakuja. Kwa dorm sasa hiyo watchman wetu mwenye alikuwa anashikisha jaba lakini analala. Unaona? So hiyo wakati tulikaa hivi tukiwa na John tukasema, sisi mwalimu anakuja akiwa ametei. Na si ndio watu kwa njaa. Na kwake ndio kunahewa shopping guys. Kwa hiyo nyumba yake ndio kuna shopping juu yeye ndiye alikuwa amepea hiyo funguo ya manage. So nika time zenye akakamlia hivi. Akaenda zenye amelala kabisa, tukafungua mlango pole pole. Ilikuwa tu ni Mungu tu. Si hatujali hata kama tutashikwa, lakini sisi tushuruke nini tumbo. So mwalimu anakuja, yani zenye hiyo tichapita zenye alikuwa amelala. Unajua mtu mlevi akilala amejisahau. Kuamsha tu kwa kitanda. Tukatime zenye ameanza kung'ota. So tukafungua mlango. Hata wavuicha hapo wamefunga mlango. Tukatoa vizuri. Tukaingia kwa nyumba. Tukapata mikate. Nini ingine? Tukapata mikate, manini, hiyo mashopping sunaelewa zawadi, shopping zawadi. Mikate nini. Nikamwambia Jonte, hapa lazima tufikirie kama wazee. Juu mikate imepimwa. Kitu kama sukari haiwezi pimwa. Ni yetu anakujua anachota. Aki Jonte alikuwa mnamo. So ikabidi sijui hata alitoa wapi karatasi tuweke hiyo sukari. Tulikuwa tumeweka kipodi thing by kingine kilikuwa kinakaanga hivi. Sijui kama guys unakielewa. So tukachukua sukari. Hata ungeshindwa ni sukari. Tukachukua sukari. Tukachukua mikate 6. Mkate zilikuwa kwa manini zingine. Inaitwa crates. Ilikuwa kwa crates. Crate 1, crate 2 hivyo. Tukachukua mikate 6. Na tulikuwa nini nyingine? Tulikuwa vitu wewe. So tukatoka vizuri, tukaenda kwa dorm. Bahati mbaya watchman alikuwa kwa dorm ndani. Uzuri wa shule yetu ulikuwa na tunajua hizo vitu za kuweka kama vitabu na kwa imetengenezea hapo ya mlango. So tukaenda tukajificha. Tumebeba kila mtu huku kumejaa hivi. Tukajificha hivi. Tukajificha kwa nini? Kwa ukuta hivi. Huyo watchman akakuja. Tuseme tu ni Mungu. Akakuja. So unajua ile venye room inakuwa hivi square hivi. Hapo kwa mlango tukajificha kwa hiyo kona. Akaingia, yaani kasimama kwa mlango na akamulika hivi. Nikamwambia akatoka.
Akaenda. Nikamwambia hapana, ngoja ende hadi akae chini juu anaweza fanya vitu hatuoni. Sasa manze nilikuwa natetemeka hivi. Kutetemeka. Mimi nikasema hapana, siwezi tulia hivi. John alikuwa kusweat manze hivi. Alikuwa na t-shirt ya white. Na ni usiku, mkumbuka ni usiku kitu. Ilikuwa around saa 7 hivi. Na sisi tulikuwa tunaamka prep saa 9:45 ama saa 10 sharp hapo. Tulikuwa maform 4. So, tukatoka vizuri pole tu. Tukaenda kwa dorm. Tukapita na jana kingine kilikuwa kinaenda choo. Uzuri tulikuwa tumezima lights hakutuona. So tukaenda, uzuri Jonte alikuwa na kibox kingine. Sijui imetengenezwa na imani ya drum kikubwa hivi. So tukaenda tukaweka sukari yetu, tukaweka vitu zetu. Kwanza tukajiweka mikate, tukamsha kina nani huyu Peter na huyo mjamaa mwingine friend wetu. Tukamwambia kitu ni moja. Simkonja mkule na hakuna maswali. Juma mmoja manzao alikuwa unengi kabidi wametulia na wamefanya wamekula. So hiyo wakati hata mtu hakuwa amelala. Hiyo wakati tukakaa kidogo, beli ya nini ikagonga juu, beli ya preps ikagonga asubuhi. Ilikuwa sijui saa 9:50 hapo. So sisi tukaamka, tukaenda. Jamaa mwingine hapo anasema, mbona mmechangamka hivyo? Mbona mnaangalia nje hivyo? So tulikuwa kale kwa wasiwasi bana. Uzuri nani alikuwa ameelewa. So the next morning, ule basa mama. Iko madam alikuwa anaenda kuchukua huko vitu za nini. Akashinda, sukari, mikate, matunda hakuna. Huyu jamaa hata yeye akashindwa, kwani zimeenda wapi? Na ni anakuwa tu unafungua hiyo nyumba. Utachapita. Kaambiwa, kwani ziko wapi hizi vitu zilikuwa hapa? Alikuwa anabeba hii mikate ya jana, hakuna mikate 6. Unajua alisema ati ajui na yeye ndio tu ndio ako na funguo. So Gabina amesema nilipea boys wengine hapo waenda wali. Hadi matunda, hadi nini? Hadi sukari. Huyo mwalimu akajua. Hiyo ni vijana. So the next morning mwalimu hiyo siku sasa mwalimu alikuwa soba. Na alikuwa ametumaka vizuri. Tulikuwa form 4 north. Kulikuwa na east na north. Hakuja kwa form 4 north. Guys, good morning. Dani kanaambia, "Ticha mbona leo una furaha?" Niko na furaha. So nataka tuende kwa kila ni kama alisisi tulioita. Are you hungry guys? Ndani nawapigia kitu. So ni kama alikuwa ametukunda sisi tulikuwa majamaa. Kwa hiyo kibia tulikuwa anaona ilikuwa imetambulika. Tukaambiwa, kujani. Nyinyi wa the 4 boys kuja hapa. Sasa tulikuwa tunatemeka hivi. Oh my God. Tumeogopa. Ni sisi tuiba. Lakini bado ni sisi amechagua. Kujani guys. Sisi tu waine. Nani huyu John alikuwa na uoga ingine. Kujani hapa guys. Kaenda. Angafanya. Nyinyi vijana nini waine nyinyi? Mbona huwa siku hizi mna wrong mali? Hatimaye tukasikia tumerudi manze penye tulikuwa nimeopa. John kuja amekuuliza hivi. Nyinyi vijana, ndaje kufunza dini amwelewi mali. Tumetulia hivi bana. Lakini sasa mwalimu akaona tuko na wasiwasi. Vijana mbona mko na wasiwasi? Tukamwambia, "Ticha unajua hii math na tukaiaga hadi niko na wasiwasi sasa ni venye hii wasiwasi inatuma ni na tetemeka." Sasa John alikuwa amesikia mguu inatetemeka. Teteme hivi. Akasema,
kuna vitu kwa ofisi yangu, kuna vitu kwa nyumba, iko mtu alikuja kwa nyumba yangu akachukua vitu na najua ni hii dom. Akaenda kwa watchman. Watchman, wewe ulikuwa wapi hiyo wakati saa 6? Akasema nilikuwa jikoni. Nilikuwa nasaidia huyu madam kupika. Huyu madam alikuwa anapika peke yake. Akasema oh sawa. Ikaonekana huyu watchman ana mambo mingi. Akaambia sawa. Nilikuwa tu nakuuliza hivi. Mbona nilikuwa niko shida? Nilikuwa tu nakuuliza hivi kwa sababu nikitoka nje si kuona nishindo dada. Sawa, tuonana. Ticha kwani kuko na shida? Iko mtu aliingia kwa nyumba yangu akachukua vitu za nyumba yangu. Sasa basa amekuja kuchukua vitu kwa nini yangu, akasema hakuna. So nataka tuamke vizuri wakati wa break. Twende kwa dom yenu. Kila mtu akae kwa kibu yake. Hakuna kutoka. Usitoke. Akaambia tutoke. Hakuna kutoka. So akatambia kila mtu ende kwa dom yake na ege roka box yake hapo mbele. So mimi nikaanza kutetemeka juu niwezi kwa John ya Peter. Sasa vile tulianza kuenda. So kama guys hii story imekubamba, nataka watch part 2. Make sure ume-like, ume-follow na ume-subscribe uweze kupata part 2. So I love you guys. Bye.